Tunaenda kuangalia utulivu wa moyo. Tunatakiwa tuwe na utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo ni hali ya ndani ya mtu ambapo anakuwa na amani na imani na matumaini hata katika changamoto. Watu wengi wana nyuso za tabasamu, lakini mioyoni mwao imejaa hofu, hasira, wasiwasi. Mungu anatamani tuwe na mioyo iliyotulia ndani yetu. Mithali 14 mstari ule wa 30 nasema, moyo wenye amani ni uhai wa mwili. Moyo wenye amani ni uhai wa mwili. Unapokosa amani, unapokosa utulivu wa moyo wako, unakosa hata ustahimilivu wa mwili wako. Unaweza ukaona kwamba mimi niko sawa mbele za watu, lakini ndani yako unazidi kuumia, na matokeo ya ndani yanapozidi yatatokea nje, na mwisho wake unakuja kupata athari za magonjwa tofauti tofauti. Watu wengi sana wanaumia, wana maumivu ya moyo, hawana utulivu katika mioyo yao kulingana na changamoto ambazo wanapitia, kulingana na maisha ambayo wanapitia. Kuna ndoa zinawasumbua, mahusiano yanawasumbua, hivyo inawasababishia kukosa utulivu wa moyo, kujikuta wanaumia kwa ndani, lakini nje yao wanaonesha kwamba wako na furaha na matumaini tele, lakini ndani yao kiukweli wana maumivu makubwa sana. Chanzo cha utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo na kweli unatoka kwa Mungu. Utulivu wa moyo wa kweli unatoka kwa Mungu. Chanzo cha utulivu wa moyo ni Mungu na Yesu Kristo peke yake. Si kwa hali ya maisha, hapana. Sio kihali ya maisha. Watu wengi wanafikiri utulivu wa moyo ni kuwa na hali nzuri ya maisha au kuwa na hali nzuri ya uchumi. Utulivu wa moyo haupatikani katika hali nzuri ya maisha au hali nzuri ya uchumi, isipokuwa utulivu wa moyo unapatikana kwa Mungu peke yake. Zaburi 131 mstari ule wa 2 anasema, hakika nimeutuliza na kuunyamazisha moyo wangu. Hakika nimeutuliza na kuunyamazisha moyo wangu. Zaburi ya 131 mstari ule wa 2 anasema, hakika nimeutuliza na kuunyamazisha moyo wangu. Kwa unatakiwa utulie na kuunyamazisha moyo wako ili upate matokeo mazuri ya utulivu wa moyo wako katika maisha yako. Yohana 16 mstari wa 33 unasema, katika ulimwengu mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Katika ulimwengu mna dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Au kwa tafsiri nyingine Biblia inasema hivi, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Bila Mungu moyo hauwezi kuwa na utulivu wa kweli. Bila Mungu moyo hauwezi kuwa na utulivu wa kweli. Haiwezekani. Haiwezekani. Moyo lazima uwe na Mungu ili upate utulivu wa kweli. Kuna watu tunawaona wana maisha mazuri, wana vitu vizuri, wanatembelea magari mazuri, wanaishi maisha ya starehe. Ukiwaona barabarani utafikiri ni watu ambao wenye furaha, lakini kiukweli hawana furaha kwenye maisha yao, kwa sababu hawana Mungu ndani yao, kwa sababu hawana Yesu Kristo ndani yao. Na mtu ambaye hana Mungu ndani yake, hana utulivu wa Yesu Kristo ndani yake, ni mwepesi sana wa kuumiza mtu mwingine, ni mwepesi sana wa kuharibu maisha ya mtu mwingine, ni mwepesi sana wa kujitazama yeye kuliko watu wengine. Ni kwa sababu ndani yake hana utulivu wa moyo, yani hana utulivu wa moyo utokao kwa Yesu Kristo, ambao unampa amani na matumaini mapya kwenye maisha yake. Watu wengine ufikiri kwamba kumuumiza mtu ndio kupata furaha. Unapomuumiza mtu, unapomtesa mtu, wao ndio wanapata furaha, kuonekana kwamba wako vizuri zaidi au wako katika kiwango